Sasa tunaenda kusikiliza simulizi yetu ambayo inaitwa Kivuli cha Ndoa, na mwandishi wa hii simulizi anaitwa Awadhi Palangu, ndiye aliyetunza kutuandalia hii simulizi, na msomaji wako au msimulizi wako ni mimi hapa, naitwa Cheupe Classic. Sawa, mwandishi wetu ukienda kule upande wa Facebook anaitwa hivyo Awadhi Palangu, lakini Instagram pia Awadhi Palangu. Sawa, lakini kule YouTube ni Gubiko TV. Okay, sawa. Tunafahamu kwamba simulizi yetu inawahusu wanandoa wawili ambaye anaitwa Daniel pamoja na Neema, ndio wahusika wa hii simulizi ambaye leo tunaenda kukusomea. Naomba hivyo, lakini sasa moja kwa moja twende tukaanze simulizi yetu, na hii hapa anayekwambia ni sehemu ya kwanza. Kulikuwa na kipindi ambacho Neema aliamini kabisa kwamba maisha yake yalikuwa yanaenda katika mwelekeo sahihi kabisa, kipindi ambacho kila mtu na kila kitu kilikuwa kimeenda kukaa vizuri kabisa, kiasi kwamba hata watu waliokuwa wanawazunguka walitamani kuwa na maisha kama ya kwao Neema na Danieli. Na kipindi hicho ndipo ndoa yake ya Danieli ilipoanza kuwa na furaha kubwa na matumaini makubwa sana katika safari yao ya maisha au ya kimapenzi. Daniel alikuwa ni mwanaume mwenye moyo wa upole sana, mfanya biashara, alikuwa na bidii kubwa sana kazini, mtu ambaye tangu jana wake alijifunza kuheshimu wanawake na kuthamini familia. Na alipokutana kwa mara ya kwanza na Neema wakati hafla ya mahafali ya chuo kikuu, alihisi kana kwamba ameweza kupata mwanamke wa ndoto za maisha yake. Neema kwa upande wake alimpenda sana Danieli kwa sababu alikuwa mtu aliyekuwa na ndoto kubwa, na yani alikuwa na mtu ambaye anatamani au mtu ambaye alikuwa kwenye ndoto zake za kimaisha kabisa. Alihisi kama Danieli ni mwanaume anaweza kawa sahihi, ambaye ndoto zao huenda zikawa zote zinafanana, kwa maana Danieli alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara na ni mtu ambaye alikuwa ni mpole sana. Neema kwa upande wake alimpenda sana Danieli kwa sababu alikuwa ni mtu aliyekuwa na ndoto kubwa kama za kwake mwenyewe, mtu aliyekuwa tayari kufanya kazi kwa bidii ili kufikia maisha bora zaidi. Na katika mazungumzo yao kwa mara ya kwanza kabisa waligundua kwamba ni wao wote wana mawazo ambayo yanafanana, kuanzia mtazamo kuhusu mafanikio hadi matarajio kuhusu maisha yao ya baadaye. Walipofunga ndoa, marafiki na ndugu walikusanyika kusherehekea kwa furaha kubwa sana, na wengi wao waliamini kwamba ndoa hiyo ilikuwa imeunganishwa kwa bahati nzuri, kwa sababu ilikuwa imewakutanisha wawili hao waliokuwa na elimu, akili na ndoto za maendeleo. Lakini hata katika hizo siku za mwanzo kulikuwa kuna jambo moja ambalo Danieli aliliona, lakini hakulipa uzito mkubwa sana kwenye maisha yao, jambo ambalo baadaye lilikuja kuwa kama chanzo kikubwa sana na changamoto katika ndoa yao. Neema alipenda sana kazi yake. Alipenda kwa kiwango ambacho mpaka Danieli alihisi kwamba kazi hiyo ilikuwa imechukua nafasi kubwa sana kwenye moyo wa Neema, ambaye yeye ni mke wake. Mara nyingi Neema alikuwa akisema kwa kujiamini sana kwamba hataki kuwa mwanamke ambaye baada ya kuolewa ana
anaacha ndoto zake zote kufifia na kufa na kujifungia tu ndani kuwa mama wa nyumbani, kwa sababu aliamini kuwa mwanamke wa kisasa anapaswa kuwa huru, kujitegemea, kufikia mafanikio yake mwenyewe pasipo kumtegemea mtu mwingine. Daniel alimsikiliza na kumwelewa sana mke wake, kwa sababu kwa upande wake hakuwahi kuwa mwanaume mwenye mtazamo wa kizamani. Aliamini kwamba wanawake wengi wanaishi kisasa na hakutaka kumpinga kabisa Neema, na aliamini kwamba mwanamke ana haki ya kufanya kazi na kufikia ndoto zake kama mwanaume tu. Lakini ndani ya moyo wake Daniel alikuwa na matamanio, tena tamanio moja lilikuwa rahisi sana kwa upande wake. Alitamani kuwa na familia yenye upendo, watoto wengi kidogo wanaokimbia ndani ya nyumba, na kupata mke ambaye pamoja na kazi zake angewapa au angeweza kutoa muda kwa familia. Kwa bahati mbaya, tamanio hilo halikuwahi kupewa nafasi ya kuzungumzwa kwa kina katika miaka yao yote au mitaka yao yote ya mwanzo kwenye ndoa yao. Ilimfanya Daniel ajifikirie sana, kwa sababu alikuwa anatamani mwanamke wake aje kuwa ni mtu ambaye anatoa nafasi pia kwa familia yake kuweza kukaa na kufurahi kwa pamoja. Katika mtaa waliokuwa wanaishi kina Daniel, kulikuwa na nyumba nyingine ambayo haikuwa ya kifahari sana kama ile anayoishi Neema na Daniel, lakini ndani ya ile nyumba kulikuwa na aina fulani hivi ya familia yenye furaha, ambayo hata wageni walikuwa wakifika mara kwa mara, hata ukija tu mara ya kwanza walikuwa wanahisi kabisa ni nyumba yenye furaha sana. Nyumba hiyo alikuwa anaishi Asha na mume wake ambaye anaitwa Hasani. Asha alikuwa ni mwanamke wa kawaida sana kwa macho ya watu wengi, lakini kwa Hasani alikuwa hazina kubwa sana katika maisha yake, kwa sababu tangu siku ya kwanza ya ndoa yao alijitoa kwa moyo wote kuhakikisha kwamba familia yao inakuwa yenye furaha na upendo, utulivu na mshikamano. Kila asubuhi Asha alikuwa anaamka mapema kabla hata ya jua kuchomoza vizuri. Alikuwa ni mwanamke ambaye anaamka, anasafisha nyumba yake kwanza, ili ikiwa anafanya mchakato wa kuweza kuandaa kifungua kinywa na kuhakikisha kuwa watoto wake wanajiandaa kwenda shule wakiwa wana furaha zaidi. Hasani mara nyingi alikuwa anakunywa chai yake asubuhi, lakini kipindi anakunywa alikuwa anamtazama sana mke wake na kutabasamu tu kumwonyesha shukrani kwa kile ambacho mke wake anamwonyesha, kwa sababu alikuwa anaendelea kujiuliza Hasani kwamba hata kutokana na kipato chake kilichokuwa kidogo sana, lakini kilimfanya mke wake alikuwa anafanya kila kinachoweza kuhakikisha kwamba familia inaishi kwa furaha na amani. Wakati mwingine Neema alipokuwa anarudi nyumbani kwao jioni akiwa anatoka zake kazini amechoka sana, alikuwa akipita karibu na nyumba hiyo ya kina Asha na kusikia vicheko vya watoto hao wakicheza uwanjani, na wakati mwingine aliona jinsi Asha alivyokuwa anazungumza na watoto wake kwa upole na utulivu mkubwa. Asha alikuwa anasikiliza sana mazungumzo ambayo alikuwa anazungumza Asha na watoto wake. Neema alikuwa anajiuliza sana na alikuwa anafurahi sana kuna muda. Lakini alipoyaona hayo, Neema alijifariji kwa kusema moyoni mwake kwamba kila mtu ana njia yake ya maisha. Neema kwake yeye aliamini kwamba
njia yake ilikuwa ni kujenga mafanikio makubwa kazini, kupata fedha nyingi na kuhakikisha kwamba familia yake inaishi maisha ya kisasa na yenye hadhi nzuri kabisa katika jamii. Hakujua kwamba pole sana, alikuwa anaendelea kujiuliza, bila yeye kutambua ndoa yake ilikuwa imeanza kuingia katika kipindi ambacho kingebadilisha kabisa. Kipindi yeye hajali kwamba kitendo kile kingeweza kubadilisha maisha ya ndoa yake kabisa. Miaka michache baadaye, Neema na Danieli wakaanza maisha yao ya ndoa. Kulikuwa na tukio ambalo lilionekana kama baraka kubwa sana katika familia yao, tukio ambalo lilileta furaha kubwa kwa ndugu, marafiki na hata majirani waliokuwa wakiwafahamu, tukio ambalo kila mtu aliamini lingefanya ndoa yao kuwa na upendo zaidi na mshikamano mkubwa zaidi kuliko hata ilivyokuwa hapo awali. Wakati huo Neema alipata ujauzito wa Danieli. Habari hiyo ilimfikia Danieli, alifurahi sana kiasi kwamba kwa siku kadhaa alionekana kama ni mtu ambaye alikuwa anaishi ndani ya ndoto nzuri sana za kuamini kwamba na mimi ipo siku nitapata mtoto wangu, kwa sababu tangu walipofunga ndoa kulikuwa na kitu kimoja tu ambacho alikitamani sana moyoni kwake Daniel,